Karibu mtazamaji kwenye awamu ya pili ya kipindi cha yanayojiri, ambapo tunaendelea kuchanganua na kuangazia kwa kina swala zima la matokeo ya mtihani wa KCPE mwaka 2023, ikiwa ni KCPE ya mwisho chini ya mtaala wa 844 ambao sasa imeweza kupisha kwa mpigo mtaala wa CBC. Ninao wageni hapa kwenye studio ambao tutakuwa tunaangazia kwa kina kuhusiana na matokeo ya mtihani huo. Lakini kwa hivi sasa mtazamaji, na kupeleka mbashara hadi katika kaunti ya Kisumu, na hususan katika shule ya msingi ya Hekima, ambapo mwenzangu Bramwell Bwire amejiunga na baadhi ya wanafunzi, walimu pamoja na wazazi na walezi. Bwire, iwapo unanipata, tupe kina cha taarifa hiyo, ikizingatiwa baada sasa tunasikia kwamba ni kama kuna sherehe zimeanza. Shukran sana Agnes, na kweli jinsi unavyosema ni kwamba tuko hapa katika shule ya msingi ya Hekima, ambapo tayari hawa ni wanafunzi washaanza kusherehekea yale matokeo yao, ishara tosha kwamba wameisha kufurahishwa na labda yale matokeo ambayo yameweza kutangazwa. Hii ni mojawapo ya shule ambazo zimekuwa zikifanya vyema sana katika mtihani wa darasa la 8, na kama mwaka jana walikuwa na zaidi ya wanafunzi 15 wakiandikisha zile alama za 400 kwenda juu. Leo kutokana na zile takwimu ambazo zimetolewa na waziri wa elimu Ezekiel Machogu, ni kwamba ile idadi ya wanafunzi wa alama 400 kwenda juu imekuwa ya chini kiasi, takriban 8,000 tu. Lakini nataka nizungumze na mwalimu wa shule hii atueleze kwamba je, tayari wameshapokea baadhi ya matokeo, na kama wamepokea baadhi ya yale matokeo, je, wanafunzi wake mwaka huu wamefanyaje? Karibu sana kwa KTN News, shukrani kwa kutenga muda wako. Tueleze jina lako, labda mwaka huu umeshapokea baadhi ya matokeo kutoka kwa yale ambayo yametangazwa? Thank you. I'm Peter Okelo, the teacher of Hekima School, Kisumu. We are very happy because we are waiting for the just released exams. Though the results we have not received any, but we are expecting to receive good marks because we prepared our pupils last year, and we are very sure and confident that they will do well. Yes. Labda mwalimu, nini ambacho mko mkifanya sawa? Kwa sababu mwaka jana umeandikisha matokeo bora, tayari wanafunzi wanasherehekea. Kuna siri ambayo labda mnaijua wenye wengine hawajui. Nini ambacho mko mkifanya sawa kuhakikisha kwamba wanafunzi wanafanya vyema? Yes, our secret is that we have hard work and dedication. So we always prepare our children in good time. We cover the syllabus in time. Then we also have enough time to do revision. Then we also have a good testing culture where we test our pupils and we make sure by the time they do the exams they are very well prepared. Yes. Nizungumze na huyu bingwa hapa ambaye ndiye msimamizi wa shule hii. Karibu sana kwa KTN News. Tueleze jina lako na utueleze labda matarajio yako mwaka huu, ikiwa ni mwaka wa mwisho wa ule mtihani wa KCPE. Labda matarajio yako ni yapi? I'm called Dr. Richard Goyamembo. I'm the director of the school, and we are here hopefully waiting for the good results. As you all know, Hekima is known to be a performing school, and this year will not be any different. You can see the excitement in the faces of the pupils. They are very expectant. The teachers are all seated around. They expect good results, so nothing but the best is going to come out. Yes. Now, being the last year that you're having the KCPE exam, what does this mean specifically for schools like yours? This is the last KCPE exam we are having. Kama walimu hapa na labda wale watu wa shule binafsi, nini ambacho mnaweza kisia kwa miaka ambayo inakuja? No, we have been prepared for it. We know very well it's the last exams, but we are also prepared for the junior secondary. Yeah, you have seen, you have put up new structures. We have very competent teachers. We are prepared for the next phase of education. Yeah, we are prepared. So there's nothing to worry. Thank you. Ndivyo hivyo Agnes, hawa wanafunzi na wamekuwa katika ule mtihani. Naomba msongee tu hapa. Songeni tu hapa. Ndio hivyo, hizi sherehe bado hawajapokea matokeo yao, lakini unaona hizi sherehe ambazo ziko hapa ni ishara tosha kwamba wanatarajia matokeo mema. Labda niongee tu na huyu kijana. Habari yako? Utatueleza jina lako, hujapokea matokeo lakini umefurahi sana. Nini kimekufurahisha?
Huyo ni Bramwell Bwire ambaye anazungumza pale na wasimamizi wa shule ya msingi ya Hekima. Wameanza kusherehekea ingawa bado hawajapata matokeo. Na hapa kwenye studio ninaye Moses Wokono, ni mkurugenzi wa Excellence Schools. Karibu sana. Asante. Na pia ninaye Salome Kiongo, yeye ni mhadhiri na mtaalamu wa mtalaa wa CBC. Karibu sana. Asante na shukuru. Mumeona, tuanzie na pale. Wanafunzi wameanza kusherehekea lakini bado hawajapata matokeo rasmi. Ni nini tatizo? Mbona matokeo ni kidogo, ni kama yamechelewa kuingia kinyume na jinsi hali huwa kawaida? Asante. Tumeona kwamba wanafunzi wa Hekima wanasherehekea. Pengine kusherehekea kwao ni kwa sababu ya matarajio makubwa. Pengine kusherehekea ni kwa sababu wameona kwamba 844 imeisha na KCPE imeisha. Sasa wanasherehekea kuingia katika mtaala mpya na matarajio pia ya mtihani. Na kuna shida kidogo katika the shortcode ambayo waziri wa elimu alipeana 40054. Matokeo hayaji bado. Kuna I think shida ya kiufundi ama ya kimitambo, kwa sababu wengi wasimamizi wa mashule hawajapata matokeo popote. So pengine tunaweza uliza wale ambao wanahusika na matokeo katika kule NEC, kuangalie kama pengine kuna kasoro mahali. Kwa sababu ni muda kawaida, waziri tu anapotangaza kwamba matokeo sasa yametolewa rasmi, wazazi huwa wanaanza kupata moja kwa moja, lakini hadi sasa bado hawajapata. Nikirejea kwako Salome, tukiangalia mtihani umetangazwa, matokeo yametangazwa ikiwa ni KCPE ya mwisho, na ikizingatiwa idadi ya wanafunzi ambao wamejinyakulia nafasi za kujiunga katika shule za sekondari za kitaifa, idadi ni ndogo ikizingatiwa idadi kubwa ya wanafunzi ambao walifanya mtihani huo. Tatizo huenda likawa ni nini ambacho kimechangia matokeo haya kuwa duni? Asante kwa swala hili. Hili ni swala ambalo laweza kutia shaka kidogo, haieleweki. Ingawaje tumeelezwa ya kwamba the difference ama tofauti ya matokeo ya mwaka uliopita na huu ni kidogo, haijaeleweka kisawasawa. Labda tutaangalia katika ripoti ya mwisho tuelewe ni kwa nini. Idadi ni kidogo ndio, lakini itabidi wanyakue zile nafasi, hatuelewi kwa nini. But kama haitawezekana ile kundi ya kwanza iwe iko idadi kubwa, itabidi nazo shule za kimataifa o national schools zilegeze pia kamba ili ziwapokelee wale wanafunzi, possibly kama wanapata alama 350 itabidi waende kwa ile idadi ya chini kidogo. So itabidi shule za kimataifa zilegeze kamba, zichukue wale ambao hawajafaulu kama vile tumezoea 400 kwenda juu. So I believe hivyo ndivyo itakuwa, kwa sababu imefanyika na mtihani wa mwisho na itabidi watoto waendelee kusoma ili kuwe na balance. Moses, nikirejea kwako bado tukiangazia kwenye swala hilo, shule za kitaifa ni shule ambazo zina rasilimali za kutosha, ni shule ambazo zina idadi na uwezo wa kuwachukua wanafunzi wengi ikilinganishwa na hata hizi shule ambazo ziko katika kiwango cha chini. Kwa sababu idadi kubwa ya hawa wanafunzi sasa hawajahitimu kujiunga na shule za kitaifa. Hizi shule ambazo ziko kiwango cha chini zina uwezo wa kuchukua hawa wanafunzi wote, ikizingatiwa kwamba wanafunzi waliofanya mtihani huu mwaka huu ni zaidi ya milioni 1.4. Asante. Shule za kitaifa itabidi sishushe alama yao ya kuchukua watoto ama wanafunzi wa mtihani wa KCPE mwaka huu. Na hata hivyo, kwa sababu tunasema kwamba watoto ambao walifanya mtihani mwaka huu, ichapo walikuwa wengi sana, inaweza pia kwa sababu ya viwango ambazo zilitumika katika kusahihisha mtihani na kufanya standardization ya mtihani. Ndiposa unaona alama zikashuka.
Kidogo nikukatize kidogo, sauti yako ina tatizo kabla ya kuangaliwa sauti hiyo ya kidude chako. Nikirejea kwako ujibu hilo swali. Okay. Hizi shule zina nafasi ya kuchukua idadi kubwa ya hawa wanafunzi? Itabidi kama vile tumeona katika miaka iliyopita ya kwamba ambapo kuna idadi kubwa ya watoto, huwa mara nyingi nambari ambayo shule zina hitajika kuchukua huwa inaongezeka. So they will need to stretch the facility zaidi. Kwa hivyo ingawaje idadi iko juu, pia serikali, kwa sababu kuna shule ambazo walikuwa wamejiandaa kwa sababu ya junior secondary school, na kuna zile darasa ambazo zilikuwa zimeandaliwa, itabidi serikali na washikadau wote wasaidiane ili kuwa na nafasi kwa hao watoto ambao wote wamehitimu. Ingawaje alama zimeenda chini kidogo, itabidi tufikirie kama nchi namna ya kuwaleta pamoja na kuhakikisha wanaendelesha na masomo yao. Na iwapo, kwa sababu kama ulivyosema, iwapo watachukua ndio idadi hii kubwa ya wanafunzi, Moses, ningetaka sasa uangazie hilo swali. Kuna walimu pia wa kutosha wa kuendana na idadi hii kubwa ya hawa wanafunzi ambao watajiunga na hizo shule? Ya, katika shule za chini ambazo sio za kitaifa kumekuwa na upungufu wa walimu. Na kwa upande mwingine shule za kitaifa I think zimekuwa na walimu wa kutosha. Sasa jambo ambalo litafanyika katika form 1 selection ni lazima viwango za alama zishukishwe chini mpaka alama hata 340, ndiposa wanafunzi wengi wapate nafasi katika shule za kitaifa. Ndiposa kuwe na usawa katika shule za chini, shule za county na shule za county ndogo, kuwe na usawa. Ni lazima shule za kitaifa sipunguza alama zao. Jambo lingine ni kwamba tukiendelea mbele ni kwamba kila mwaka hata tunakapofanya tunasema 100% transition, sio wanafunzi wote huwa wanajiunga na shule za upili. Kuna wanafunzi wengine ambao wanasema kwamba mimi ninataka niende njia nyingine. Nikukatiza kidogo tena, bado sauti yako iko na tatizo. Nitarejea kwako Salome. Matokeo ya leo yalikuwa ni ya KCPE na KCPE. Lakini mbwembwe ni za KCPE. KCPE inajificha wapi? Kama tulivyoelezwa na Dr. Njegere ambaye anahusika mitihani NEC, ametueleza ya kwamba namna ya kupokelea mtihani itaenda ikiangaliwa, kwa sababu kuna namna ambayo imebadilika, si vile imekuwa kawaida kama KCSE. Nilitarajia hata KCPE watasema jambo, lakini kwenda mbele itakuwa ni ya kwamba release ya exam ama mtihani itakuwa ni just a normal practice, kwa sababu mtoto amekuwa akieleweka namna anavyo perform ama anavyo jitahidi katika mtihani wake. Kwa sababu umeona kutoka KCPE itakuwa ni alama 60, lakini mwisho itafanyika alama 40. So sidhani kuna mpangilio ambao umepangwa kama vile KCPE, KCSE imekuwa ya KCPE, kwa sababu tunasema it's not against KCPE, imekuwa rating mtoto kwa mwingine, lakini hapa ya KCPE ni mtoto kwa yeye mwenyewe. So utarelease ukisema vipi kuhusu hawa wote. So namna na jinsi ya kufanya KCPE itakuwa tofauti kabisa. That is about CBC. Utaona hata ikifika grade 9 wakati wanafanya the Kenya middle year assessment itakuwa tofauti kabisa. Kwa hivyo
tunaposonga mbele hii shamra ya KCPE itakuwa si vile kwa CBC. Labda tutaitafutia namna, unajua Kenya tuko wepesi wa kutayarisha namna ya kufanya mambo, lakini kwenda mbele itakuwa ni mtoto mwenyewe amejikidhi vipi katika masomo yake, kwa sababu KCPE inaangalia the ability ya mtoto against the standard, na standard ya mtoto ni ipi. Kwa hivyo kila mtoto ako na nafasi yake katika kila pathway ama kila speciality. So kuna mwingine atakuwa mzuri sana kwa hesabu, mwingine atakuwa mzuri sana kwa Kiswahili. So wote watakuwa wamefikia matarajio ama wamezidisha matarajio. So itakuwa ni hali ya mtoto binafsi. Kuna hoja ambayo pia waziri aliweza kutoa katika hiki kipindi chote cha KCPE. KCPE ilianza mwaka 1985 hadi sasa tumefikia tamati ya mtaala huu wa mtihani wa KCPE, na katika hicho kipindi chote cha hiyo safari ya takriban miaka 88 hivi 38 ni kwamba huo mtaala umesaidia kuziba pengo la jinsia, gender disparity. Mtazamo wako, kabla sija kuja kwa Moses, mtazamo wako ni upi? Nimeshukuru sana kwa sababu nimeona nchi ikipiga hatua katika the right direction ama njia ambayo inafaa, kwa sababu mbeleni masomo sana tulikuwa tunazingatia mtoto wa kiume, lakini tukiona KCPE kutoka mwanzo vile tumetembea, kumekuwa na interest ama ule mpangilio wa serikali kupenda mtoto wa kijana na msichana wote waje at par, na tumeona katika matokeo ama statistics data ambayo tumekuwa nayo 2021, 2020, 2022 tumeweza kufikia hapo kama nchi. Hapo tunasema imekuwa ni kazi njema ambayo imetendeka. Tukienda mbele sasa, hakuna namna ya mtoto wa msichana ama girl child ambapo atabaki nyuma, kwa sababu ukiangalia KCPE ama CBC, mtoto anaanza assessment immediately ameingia grade ya kwanza. Na akiingia grade ya kwanza kuna registration pale, na asipofanya kuna pale wanafuatilia kujua mtoto ameenda wapi, system iko na all that. Kwa hivyo kama kutakuwa na shida, serikali iko na namna, kwa sababu system imewekwa vizuri ambapo tutaweza kujua msichana mvulana ameenda pande gani, na shule iko na ile wajibu. Hata wakitoka shule nyingine kwenda nyingine, kitambo ilikuwa you just transfer, but siku hizi kama utaenda ni lazima ile shule nyingine ikopokele na kwa system ibadilishwe, ile shule nyingine ipeane consent ama release, so that kuwe na ile hali ya balance. So there is no losing anybody or any child katika hii safari ya elimu. Yes. Na hata hivi majuzi juma hili, iwapo sijakosea ni siku ya Jumatano, Waziri Machogu alisema kwamba taifa la Kenya limepiga hatua kubwa katika kuleta usawa wa jinsia katika sekta ya elimu, kuhakikisha kwamba jinsi mtoto ama mwanafunzi wa kiume anavyoendelea na elimu yake, pia mtoto wa kike pia hajaachwa nyuma. Na pia katika matokeo ya hii leo ni kwamba wanafunzi idadi ya wanafunzi wa kiume pamoja na wale wa kike waliofanya mtihani ni kama walipelekana hata sako kwa bako. Hata katika matokeo pia wa kike wamejikakamua na kushindana vilivyo pamoja na yule mtoto ama mwanafunzi wa kiume. Ni nini ambacho kimefanikisha, Moses? Asante. Kumekuwa na shida sana, sio shida sana kwa upande ya mtoto wa kiume. Kidogo karibu awachwe nyuma. Nyinyi wanaume mko wapi? Kila wakati msema hivyo, akiwa mwanamume muuliza wewe umefanyaje? Mashirika mengi sana kauli mbiu yao ilikuwa kwamba mtoto msichana. Tunalalamiki sana, lakini katika hiyo kuchangamkia maslahi ya watoto wasichana ambao wote ni watoto wetu, kidogo karibu tuache mtoto mwanaume. Lakini pia hivi karibuni wataalamu na ni viongozi wengine pia wamekuwa kipaumbele kusema kwamba tunakapoongelea mambo ya wasichana
watoto wasichana kwenda shule, pia tuongelea watoto wavulana. Kwangu basi hii imechangia kwa sababu ya serikali pia kupeana affirmative action kwa watoto wa kike. Ndiposa unaona wanajikakamua sana. Na pia mtoto wa kike anajituma pia. Alafu mtoto wa kike pia ni mtoto wa bidii, anajituma. Kwa sababu inasemekana kwa Kiingereza kwamba what a man can do, a woman can do even better. Na wao pia unaona, ukisema kumekuwa na kauli mbiu kwamba ukifunza mtoto msichana haujafunza jamii ya kwenu peke yake, umefunza ni kama ulimwengu mzima, kwa sababu yeye atasambaza rasilimali yake ya kufikia karibu na mbali. Sasa katika hii matokeo ya huu mtihani na katika uandikishaji wa wanafunzi katika huu mtihani wa KCPE mwaka huu, ndio kulikuwa na watoto wa kike walikuwa chini kidogo, lakini haikuwa chini sana kwa sababu walikuwa karibu wanaendana pamoja. Na katika kufanya bidii, watoto wasichana huwa na concentration ama na bidii ya hali ya juu kuliko watoto wavulana. Haya, hata mtoto wa kiume pia endelee kutia bidii, endelee kutia bidii pia. Na pia kutakuwa na mashirika ambayo yanaongelea juu ya watoto wasichana, pia kuwe na wengine. Nyinyi muanze, mwanamume kama wewe uanze, fungua shirika ama anzisha. Kweli kabisa. Tutafanya hivyo to make sure kwamba watoto fulani wakati akina Salomo wanajibidisha kumuinua mtoto wa kike, pia nanyi sio kulalamika tu. Au sio? Asante sana. Ni kweli kabisa. Mwasa pamoja na Salome, asanteni sana kwa muda wenu. Pia mtazamaji nasema asante sana kwa muda wako. Usiende mbali, kwani mwendo wa saa 6 adhuhuri nitarejea hapa kwenye jarida na kikosi kizima cha walimu tuendelee kuchanganua matokeo ya KCPE mwaka 2023. Mimi ni Agnes Gakunga, usiende mbali.